Bana befu mulembe. Mulembe lundi. Kukese na kimilembe kya God live ne mumbona. Esese mumanyire bulayi. Ese ni Sifuna omwana wenye kwa mabu ngomanani. Nenimilana no lawuliranga basolene mananga bali mukwasi. Sikila nendiana no ndibukhwe. Sikali karyo. Kwanza Mheshimiwa Raila Amolo Odinga na viongozi wote ambao wamefika hapa. Mimi iko shida gani pale vijana? Watu wakae chini. Haya, kaeni chini ndio wale watu ambao wako nyuma wanione vizuri. Ba basa benya humo nani obabanja sakalika rio? Mbika rasi mambo ne bula ibaruma bari Sifuna ke ngara chisendi chabwe. Saka avuna rero manyora. Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga pamoja na viongozi wote ambao wamefika hapa. Mimi nimekuja hapa kwa nafasi yangu kama katibu mkuu wa chama cha ODM. Baba, ukikumbuka vizuri mwaka wa 2021 baada ya sisi kumpoteza yule ambaye alikuwa mjumbe wa Matungu, Mheshimiwa Murunga, ulinituma hapa Matungu ili tufanye campaign kwa niaba ya candidate wa ODM alikuwa anaitwa Mheshimiwa Were. Baba, nataka kukuhakikishia kwamba kwa miaka yangu misita kama katibu mkuu wa chama sijaona uchaguzi mgumu kama ule ambao tulifanya hapa Matungu. Baba, wakati nilifika hapa nilikuta MCA wa Kholera, wakati huo alikuwa ni Mheshimiwa Godliver. Yeye alikuwa mwanachama wa ANC, alikuwa amechaguliwa na ANC. Lakini wakati wa uchaguzi ule Godliver alisema yeye atasimama na chama cha ODM. Huyu mama alikuwa mama mjasiri sana. Ile vita ambayo ilipiganwa hapa wakati ule, baba, nilikuwa na shida sana kwa sababu mimi ni katibu mkuu wa ODM. Huyu ako hapa mkwasi wangu. Ako hapo. Yeye ndiye alinipea dada yake. Yeye alikuwa na support candidate anaitwa Lanya. Haya, kulikuwa na mkwasi wangu mwingine hapa anaitwa Rashid. Pia alikuwa na candidate wake. Na huyo ambaye alikuwa wa ANC, Mheshimiwa Nabulindo, pia ni mkwasi yangu. Kwa hivyo mambo ilikuwa magumu sana hapo Matungu. Lakini huyu mama alisimama na mimi. Mimi nilikuwa hapa Kholera, tuliingia sehemu zote, chisendi chase mwali yako tumubolera omuzahulu, chisendi chaode mwali yako sabula ibandu be Matungu mukhaloma mzimolia ta. Tulikuwa tunabeba hii watu baba, tunawapeleka mpaka Kabula. Tunafanyia mikutano hapo na Godliver. Wakati ya siku ya kura ile fujo tuliona, wasemuko azimara mahupa kwa mwa. Usimu. Mukwa huporie. No. Esene hupa na kwa sinafu mkwasi. Mwana wenyewe akamenyene nani. So, hiyo vita ilikuwa kali sana hapa baba. Na mimi I am very proud of the work that we did here, and Mheshimiwa Godliver was at the front line campaigning for the candidate of ODM. Nataka nichukue fursa hii kama mnazuia hawa watu, tafadhali mkae tu chini na tuache kelele. Nataka nichukue fursa hii kama katibu mkuu wa chama cha ODM niseme poleni sana kwa familia ya Mheshimiwa Godliver, na nimesikia mchungaji akisema hapa kwamba chama cha ODM kikumbuke familia ya Mheshimiwa Godliver. Mimi najua huyu baba Mheshimiwa Raila Odinga hata wakati alinominate Godliver kukuwa senator mwaka wa 2013 hakuulizwa kwa matanga, hakuulizwa kwa mikutano, hamukutumwa wachungaji. Baba anajua watoto wake wote mahali wako na anawalinda. Ile kitu najua kama mwanasheria ni kwamba list ya nomination ikishatumwa kwa IBC wakati ya uchaguzi hawezi kubadilisha. Sasa ile uchaguzi ambaye itafanywa ku replace nafasi ambazo zimepatikana, na bulindoambia watu ukweli kwamba IBC inafuata zile list ambazo ziko pale. Nataka nikisema ODM tuseme tuko tayari tumsindikishe dada yetu mara 3. ODM. 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 Haya, nimemaliza hapo mambo ya Mheshimiwa Godliver. Niruhusu Mheshimiwa Nabulindo niseme mambo mawili peke yake kama kiongozi wa kitaifa. Mimi baba, unajua nasikia watu wakizungumza hapa, nataka tuwe watu wa kusema ukweli mbele ya wananchi na mbele ya Mungu. Mimi nilipochaguliwa kama senator wa Nairobi naelewa kazi yangu. Hakuna siku nimeuza wananchi wa Nairobi
Kila siku mswada ukija pale ambao unakandamiza wananchi, mimi napiga no. Kuna wale wenzetu ambao wako hapa wanakwenda kule Nairobi, wakati wa kuongezea wananchi ushuru wanapiga kura, wanasema yes, alafu wanakuja hapa kudanganya wananchi. Tunataka leo hii muambie hawa watu ukweli, waache kudanganya wananchi. Mimi na seneta wenu Khalwale, huyo wako hapa, ni rafiki yangu. By the way, nataka niseme hapa Kakamega, I strongly believe Khalwale is a good man. Alimwagikia tu na hii rangi ya yellow ndio inamharibu, lakini ndani ya moyo wake Khalwale is a good man. Hiyo rangi mkiingiza hapa kana muoshe ishe. Khalwale ni mtu mzuri sana wewe. Khalwale, mimi nataka kukuambia uendelee kusimama na ukweli. Kama jinsi ambavyo ulisimama na mimi wakati tulisema hatuwezi kuuza Mumias na hatuwezi kuuza Nzoia. Hata wakati huu nataka usimame useme KICC hatutauza no KCC na mashirika mengine ya kiserikali bila kuwapo na uamuzi wa wananchi. Kama kuna kitu watu wa UDA wanaogopa, hawaogopi Sifuna, hawaogopi ODM, hawaogopi baba, wanaogopa nyinyi wananchi. Nyinyi ukisema leo turudi kwa wananchi, wanaanza kukataa. Baba, unakumbuka tulikuwa na Khalwale kwa timu ya mazungumzo. Khalwale, leo utaambia watu kweli. Nyinyi ndio mlisema mnataka ofisi ya Prime Minister ya Mudavadi. Nyinyi ndio mlisema mnataka ofisi ya official opposition. Na sisi tumesema kama mnataka hizi nafasi mrudi kwa wananchi, wakisema mpeane hizo ofisi, mpeane. Wangapi wanakubaliana na hiyo? Hii mambo ya kujigawia vitu huko Nairobi ndio wananchi hawataki, si ndio? Kwa hivyo mimi nataka kuwasihi viongozi wote hapa, tuwe watu wa kusema ukweli mbele ya Mungu na mbele ya wananchi, tusidanganye wananchi. Na kama viongozi, wakati ule nilishindwa kuconvince Khalwale ashukishe bei ya unga. Nikasema baba anitoe kwa hiyo mkutano. Wakaenda wakatafuta Kalonzo wamekaa na hao kina Ichungwa, pia wamesema hawawezi kushukisha bei ya unga, ati nyinyi mko sawa tu. Wanasema nyinyi mzigo ya maisha haijawalemea. Sasa ukiangalia hao watu wanaishi dunia nyingine, kwa sababu mwanaume ambaye anafunga mshipi kwa kiuno ya shilingi 1450 450, hii yangu ni 2000 na nilinunua 2013 baba, unajua hiyo siku. Mwanaume anafunga kwa kiuno mshipi 450,000, hapo matungu eka moja ni pesa ngapi? 300 peke yake. Hiyo ni Ruto amejifunga eka moja ya matungu hapa kwa kiuno. Huyo ni mtu anajua shida yenu kweli? Anaelewa shida yenu kweli? Kwa hivyo kila wakati mtu akisimama hapa, nitasema ama nisiseme? Nisiseme. Ukisimama hapa unadanganya wananchi kwamba maisha yao yamekuwa bora zaidi, lazima utuonyeshe maisha gani yamekuwa bora. Wewe mfuko yako iko sawa, wananchi wanazidi kuumia. Kwa hivyo wananchi, mimi nataka nikomee hapo, niwaambie mimi kila siku nitasimama kwa ukweli na nitasimama na wananchi.